unajua fika kabisa nisingeweza kumvumilia kamwe, na kwa kipindi chote tu nilikuwa nikikuangalia wewe pekee, na nafikiri ilikuwa inatakiwa ibaki hivyo hivyo. Oh. Mara kwa mara unapenda kuzungumza vitu ambavyo vinasababisha moyo wangu utake kuchomoka ndani ya kifua changu. Namaanisha nachokisema, na kila neno nalotamka kuhusu wewe sina haja ya kujifanyisha wala kuamini. Wewe ni kila kitu kwenye maisha yangu. Haina haja ya kujifanyisha sasa. Sema. Kweli. Sure. Kama tulivyotoka kutazama klipu hii, kuna mambo ambayo tunaenda kuyazungumza kuhusiana na klipu hii. Kitu cha kwanza ambacho tunaenda kuzungumzia ni kwamba je, hii klipu imebeba kitu gani? Klipu hii imebeba kuhisi au feelings kubwa ni upendo. Kwamba kuna mtu ambaye anataka kumwambia mtu jambo fulani ambalo liko kwenye moyoni mwake. Umeona? Kwa hiyo tunaenda kuangalia kwamba ni hisia ngapi ambazo zitakazotumika kwenye hii klipu ili ituletee maana halisi ya hii neno upendo. Kwa sababu kama tulivyosema awali kwamba upendo kuna hisia za msingi ambazo zitakazoonyeshwa kwenye klipu hii. Hizo klipu za msingi ni kama ifuatavyo. Kwa upande wa mwanaume atakayeonyesha hisia kubwa mbili. Hisia ya kwanza ambayo atakayoonyesha mwanaume ni hisia ya furaha. Alafu hisia ya pili ni hisia ya kujiamini. Kujiamini pia ni hisia. Umenielewa? Lakini kujaribu kuangalia mwanzo mwisho, huyu jamaa ameonyesha hisia ya kujiamini sana kwenye klipu. Mwanzo mwisho akasahau hisia ya furaha. Kwa sababu uso wake haukuwa na furaha hata kidogo. Anaonyesha furaha mwishoni mwishoni wa clip, lakini atakiwa aanze na hisia ya furaha kuanzia mwanzo mpaka mwisho, kwa sababu anaenda kusema jambo ambalo limekuwa moyoni mwake kwa muda mrefu. Ndio maana ni muhimu sana kuwa na hisia ya furaha kwa muda wote wa maongezi. Hakuwa anamuogopa, ni mtu ambaye anamjua. Ukijaribu kuangalia kwenye maongezi yao, ni mtu ambaye anamjua, na kuna mtu ambaye alikuwa anamsumbua na huyu mwanamke anamjua, na basi huyu mwanamke pia alikuwa na mapenzi na huyu bwana. Kwa hiyo alikuwa anasubiria tu kuambia hilo neno. Kwa hiyo yeye alitengeneza hisia kubwa, ni hiyo hisia ya kujiamini ndio alikuwa nayo, alafu alitengeneza usiri sana, akasahau kwamba upendo unatengenezwa na furaha pamoja na kujiamini. Kwa upande wa mwanamke pia, kama tulivyosema awali, atakiwa acheze hisia mbili. Hisia ya kwanza ambayo atakiwa acheze ni hisia ya excitement ambayo ni furaha ya juu. Hisia ya pili ambayo atakiwa acheze ni hisia ya furaha kama tulivyosema awali. Kwa hiyo na maana kikubwa, yeye ukijaribu kuangalia, furaha haikuwepo kwake sana, ingawa alikuwa anatazamia kuambiwa hilo jambo. Kwa sababu mwisho ukijaribu kuangalia kwenye hii scene, anamwambia sema basi usijifanye. Kwa hiyo kina kwamba alikuwa anasubiria kwa hamu kuambiwa neno fulani, lakini hakulipokea kwa ile hisia ya excitement, yani hakuwa na ile furaha ambayo inatakiwa. Kwa hiyo mwanzo mwisho hakuonyesha furaha inayotakiwa kwenye upendo, kwa sababu ni kitu ambacho sio kitu kigeni kwake, ni kitu ambacho alikitazamia kuambiwa na huyo mwenzi wake. Haitamani huyu awe mwenzi wake, alipenda huyu awe mwenzi wake, sio kitu akulazimishwa huyu kuwa mwenzi wake. Kwa hiyo kutengeneza aibu kwenye sindi kama hii kidogo inapoteza maana ya neno upendo. Kwa hiyo kuna sehemu ambazo unaweza kutengeneza aibu kwenye upendo, lakini sio sehemu kama hii. Hii sehemu haikuhitaji kabisa aibu, ilihitaji upendo wa hali, ilihitaji furaha na furaha ya hali ya juu ili kupokea yale ambayo unaenda kuambiwa na mwenzi wako. Tukitengeneza kuhisi kwingi kwenye movie zetu tutafika mbali, kwa sababu kuhisi ndio kuna drive mtu afanye jambo fulani kwa ukubwa wake. Lakini tukiconcentrate kwenye hisia peke yake hatutafika sehemu yoyote, kwa sababu hisia ni kitu kidogo sana kwenye kuhisi. Feelings ndio inabeba emotions. Kwa hiyo lazima tujue kwamba feelings ndio zinabeba emotions, sio emotions zinabeba feelings. Bila kuhisi hakuna hisia, na bila hisia hakuna kuhisi. Kwa hiyo kuhisi ni jambo la msingi sana ambayo inatakiwa tulivalie njuga na watu waanze kuliangalia kwa umakini. Unavyosoma script yako, unavyosoma scene yako, unavyosoma script kuanzia mwanzo mwisho, script inakuambia kitu gani? Kwa sababu ukijaribu kuangalia kwenye hizi script kuna kitu ambacho muhusika anahitaji,
na asipokipata itakuwaje. Ndio inakuwaga hivyo mara nyingi. Kuanzia mwanzo mpaka mwisho wewe upo kwenye kipengele gani? Kipengele cha chuki, kipengele cha upendo, kipengele cha aibu, kipengele cha vipengele. Hivyo ndio vipengele vya kuviangalia kwa umakini zaidi. Kwa hiyo ukishajua vipengele vyako vya kuviangalia, hasa ndio unaanza kuchambua hisia ngapi ambazo zipo kwenye hivi vipengele ili kufikisha unapotaka kufika.